Asante sana. Kwa majina naitwa Philipo Mwakibinga. Mimi ni Mtanzania, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, kijamii na kiuchumi. Ndugu zangu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha, na mimi nikasema leo walau niweze kuzungumza na ninyi. Na jambo langu leo ni suala ambalo litatokana au linatokana na hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye aliongea au kuhutubia jana tarehe 13 kama mtakumbuka, akiwa Dodoma wakati wa mkutano mkuu wa mahakimu na majaji. Mnafahamu ni tukio kubwa katika nchi yetu, kwa sababu mnafahamu mahakama ni moja ya muhimili katika mihimili mitatu ya serikali yetu. Na kwanza pia niweze kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa au kuvunja rekodi. Amekuwa rais wa pili kuzungumza au kufungua mkutano wa mahakimu na majaji. Mtakumbuka historia inasema kwamba kwa mara ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye baba wa taifa letu, Mungu amrehemu, alizungumza au alifungua mkutano wa mahakimu na majaji mwaka 1984. Wengine wanatimiza miaka 41 tangu wakati huo. Kwa ni miaka 41 imepita, hali ambayo anapaswa kupongezwa kwa ujasiri, lakini pia kwa kujali, kwa sababu kitendo alichokifanya ni kwamba, na hapana chembe ya shaka kwamba anajali haki katika taifa letu. Lakini sasa baada ya ile hotuba ya Mheshimiwa Rais, tumeona kumekuwa kuna upotoshaji mkubwa wa baadhi ya watu wachache ambao mara nyingi na si mara zote wamekuwa wakifanya hivyo. Sasa wakati mwingine ukiacha upotoshaji uendelee, maana yake upotoshaji ule unaweza ukachukuliwa na watu wengine, kwa sababu tuna uwezo tofauti wa kufikiri na kuchambua haya mambo. Wengine wanaweza wakachukua kama ni kweli. Sasa nikasema hapana, lazima niongee na Watanzania wenzangu ili kuweza kuzungumza machache sana, wala haitokuwa ya muda mrefu, lakini naamini wote tutaelewa. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba kauli alizozitoa jana Mheshimiwa Rais, ukiangalia kwa jicho pevu la kiuchambuzi, na hasa ukiwa umezingatia misingi ya uzalendo, utagundua kabisa rais alikuwa amesimama kama mkuu wa nchi, kama ambavyo katiba inamtambua na sisi tunamtambua, kwamba anayo mamlaka ya kutoa maagizo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais jana alikuwa anatoa maagizo kwa serikali iweze, kwa sababu yeye ni mkuu wa serikali, lakini alikuwa kwa sababu ana vyombo pia. Kwa alikuwa anatoa maagizo ambayo ukiangalia mengine ni wajibu wa serikali yenyewe, lakini mwingine unakuwa ni wajibu wa mahakama. Kwa watu wasipotoshe.